na karibu kwa makala yetu ya utamaduni. Na hii leo tunamulika jamii ya Waluo. Ni mojawapo ya jamii zenye utamaduni ulio na mizizi mirefu katika eneo la Nyanza, ambapo inajumuisha kaunti tofauti ikiwemo Kisumu, Nyanza, Migori pamoja na Homa Bay. Ndani ya jamii hizi, safari ya ndoa haikuwa swala la wanandoa wawili tu, bali ni muunganiko wa koo mbili kwa heshima, baraka na umoja. Leo tunaangazia taratibu na mila zinazohusiana na kuoa, kuanzia zamani hadi mabadiliko ya sasa. Kwa Waluo, mvulana anapopata mchumba na kuamua kuoa, hatua ya kwanza ni kumjulisha baba au mjomba wake. Ndio watu wanaohusika na kupanga safari nzima ya ndoa. Leo nimekutana na wazee katika eneo hili la Mukuru kwa Ruben, na wanatueleza zaidi kuhusiana na jamii hii ya Luo. Labda ni lazima kabisa kijana ajulishe wazazi kabla ya kuingia kwenye ndoa? Kwa nini hilo ni muhimu katika mila za Luo? Kwa majina naitwa Michael Ayugi. Sisi kama Wajaluo zamani sana tulikuwa na taratibu mzuri sana ya kufuata wakati mtu anataka kufunga ndoa. Ilikuwa ni mtu akitaka kuoa, kwanza kabisa lazima angalia anaoa wapi. Disaidi lazima utafute tuseme anti yako ama kwa sister yako. Ndio sasa kijana anaenda huko anatafutiwa msichana. Kwa ma relative huwezi ukakutana tu na msichana alafu unamuoa. Alafu ukisaona msichana huko zamani kabisa, yule shangazi amesema huyo ni mzuri, huyo msichana boma yao ni mzuri. Alafu sasa nyinyi mnaenda kutembelea huyo msichana. Na sisi zamani kama usapenda msichana, ule wasee wanaongea. Akisaenda aone msichana anarudi kwa wanasema, baba nimeenda mahali fulani nikapata msichana fulani na nimempenda. Mzee ataenda kwa shangazi amuulize huyo msichana uko yake iko namna gani. Akisapata uko yake ni mzuri, wazee wanaongea. Lazima mjue ni wapi mnaenda kuoa. Uwezi ukaenda uoe mahali uko na ukoo fulani. Lazima uangalie hiyo ukoo, kuna vile relative inafusikana. Lazima muangalie mzuri kabisa. Kama pengine hapo ilikuwa mahali mama yako alitoka, uwezi ukaoa. Anaeleza kuwa enzi za mababu ndoa ilikuwa ikiingia mapema zaidi. Mara tu kijana amejitosheleza na kuonyesha ukomavu, angepewa baraka za kutafuta mke. Lakini leo mambo yamebadilika. Vijana wengi husubiri hadi baada ya masomo kujitegemea. Labda ukilinganisha enzi zenu, mtu alikuwa anaruhusiwa kuoa akiwa na umri gani? Na kulikuwa na vigezo gani kwa kuonyesha ukomavu wake? Saisi wewe unastukia kijana ameoa, ujui msichana ametoa wapi. Na hizo ni kitu ambacho haikuwa inatendeka kienzi zetu. Ungekuwa unaoa msichana kama hujui ni nani amemfanyia connection. Lakini siku hizi mambo imebadilika. Kwa Waluo, mahari inaitwa ayero. Ni kiungo muhimu kinachoonyesha shukrani kwa wazazi wa binti na kuhalalisha uhusiano. Tofauti na jamii zingine, Waluo hawana kiwango kimoja kilichopangwa. Mazungumzo ni ya heshima ya makubaliano. Taratibu za kutoa mahari ni pamoja na kijana kutambulisha mchumba wake kwa familia yake, wazee kupanga siku ya kwenda kwa wazazi wa msichana, mazungumzo ya heshima kuhusu oyero, kikundi cha wazee kutoka kwa upande wa mvulana kwenda kupeleka mahari, kula chakula cha kuashiria muungano, yani kawaida chakula ambacho kinapatikana sana sana ni samaki, ugali na baadhi ya vyakula vingine. Labda taratibu za kutoa mahari kwa Waluo ni zipi? Labda ni kwa nini taratibu hizi ni muhimu sana kwa mila za Luo? Lazima wasee waketi chini. Kwanza waangalie ni msichana ako na tabia gani. Kama msichana alioleka kabla bado ako na mwili wake inamaanisha msichana hakukuwa amelalishwa na mwanamume yoyote. Kwa hivyo wakati anaoleka wanaenda pale na kijana. Sasa hapo mahali ataingia na kijana, hapo itawekwa leso nyeupe. Na hiyo leso nyeupe wakati watalala hapo usiku itapatikana iko na damu. Inamaanisha ya kwamba huyo msichana hakukuwa ameenda nje, hako na mwili yake. Sasa kama msichana kama huyo, wazazi wanakaa chini wanasema huyo msichana ametosana na mahali fulani. Unapana msichana anatolewa mahali ng'ombe kama 10 na hata ng'ombe 20 ilikuwa inatolewa kulingana na vile msichana alipatikana. Kipekee katika jamii ya Luo, mjomba yani uongi ana mamlaka makubwa katika masuala ya ndoa. Lakini pia ndugu wa baba, wazee wa kijiji na marafiki wenye heshima wanaweza kuambatana.
Na labda niulize, kwa nini wajomba wana nafasi ya pekee kwenye mchakato huu ukilinganisha na mila zingine? Wakati wa kutoa mahari, sisi kama wasee walisaenda wakiongea pale. Sasa wakati wa kupeleka mahari, wasee wa upande wa kijana haendi huko. Wasee wa upande wa msichana ndio wanakaa familia mzima. Upande wa kijana wanatoka vijana na mandugu zake, alafu na ile sangasi ambao alikuonyesha msichana anakaa hapo. Alafu kama ni koana kimila, wanaketi chini, chifu anakuja hapo, mnafanyiwa sherehe ya kimila. Ingawa sasa hivi dunia inabadilika na harusi nyingi zinafanyika mjini, mila za Luo bado zimo hai. Wazee bado wanakutana, mahari bado inalipwa, lakini baadhi ya taratibu zimepungua au kubadilika. Saisi wewe unastukia kijana ameoa, hujui msichana ametoa wapi. Na hizo ni kitu ambacho haikuwa inatendeka kiasi chetu. Ungekuwa unaoa msichana kama hujui ni nani amemfanyia connection. Lakini siku hizi mambo imebadilika. Saisi tuko na president ya Wajaluo, tuseme Kir Marjuluo. Hiyo inamaanisha president yule ambayo amesimamia watu katika miji. Hata sasa tuko na ambayo amesimamia Nairobi area. Kuna hata yenye amesimamia sub county. Mambo zote sasa siku hizi tunapeleka watu, tunakuanga na mkutano ya kufundisha vijana. Unaona vile tulikuwa tunafanya zamani, ndio ile kimila yetu irudi, sababu tunaenda mbio sana mpaka hata tunasahau kimila. Tumeanza mwendo ya kufundisha vijana zetu. Tohara ya kifamilia, mazungumzo ya wazee na mahari, haya yote yamebeba uzito wa utambulisho wa Luo. Lakini kama tamaduni nyingi duniani yanaendelea kubadilika kadri vizazi vipya vinavyoingia, lakini kiini cha ndoa kwa Waluo bado ni kile kile: heshima, umoja na baraka za familia. Hayo ndio makala yetu siku ya leo. Jina langu ni Levis Murongo.